kima leo. Ndipo likatimia neno lililonenwa na nabii Yeremia akisema, wakavitwaa vipande 30 vya fedha, kima chake aliyetiwa kima, ambaye baadhi ya Waisraeli walimtia kima, wakavitumia kwa kununua konde la mfinyazi, kama Bwana alivyoniagiza. Naye Yesu akasimama mbele ya liwali. Liwali akamuuliza akasema, wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi? Yesu akamwambia, wewe msema. Lakini aliposhtakiwa na wakuu wa makuhani na wazee, hakujibu hata neno. Ndipo Pilato akamwambia, usikii ni mambo mangapi wanayokushuhudia? Asimjibu hata neno moja. Hata liwali akastaajabu sana. Basi wakati wa siku kuu, liwali desturi yake huwafungulia mkutano mfungwa mmoja waliyemtaka. Basi palikuwa na mfungwa mashuhuri siku zile aitwaye Baraba. Basi walipokutanika, Pilato akawaambia, mnataka niwafungulie yupi, yule Baraba au Yesu aitwaye Kristo? Kwa maana alijua ya kuwa wamemtoa kwa husda. Na alipokuwa ameketi juu ya kiti cha hukumu, mkewe alimpelekea mjumbe kumwambia, usiwe na neno na yule mwenye haki, kwa sababu nimeteswa mengi leo katika ndoto kwa ajili yake. Nao wakuu wa makuhani na wazee wakawashawishi makutano ili wamtake Baraba na kumwangamiza Yesu. Basi liwali akajibu akawaambia, mnataka niwafungulie yupi katika hawa wawili? Wakasema, Baraba. Pilato ya mkutano akisema, mimi sina hatia katika damu ya mtu huyu mwenye haki, yaangalieni haya ninyi wenyewe. Watu wote wakajibu wakasema, damu yake nayo juu yetu na juu ya watoto wetu. Ndipo akawafungulia Baraba, na baada ya kumpiga Yesu mijeledi akamtoa ili asulubiwe. Ndipo askari wa liwali wakamchukua Yesu ndani ya Praitorio, wakamkusanyikia kikosi kizima, wakamvua nguo, wakamvika vazi jekundu, wakasokota taji la miiba, wakaiweka juu ya kichwa chake, na mwanzi katika mkono wake wa kuume. Wakapiga magoti mbele yake, wakamdhihaki wakisema, ya kila siku na kuepuka kwa Wakristo wa Jumapili tu. Bwana, twakuomba utusikie. Wakati ule Wayahudi walikushangilia kama mfalme wao. Utupe moyo wa kumkiri Yesu kama mfalme anayetawala maisha yetu. Bwana, twakuomba utusikie. Pokea shukrani wanazokutolea watumishi wako ambao leo wanakushukuru kwa mema uliowajalia, na wapatie mengine wanayotamani daima. Bwana, twakuomba utusikie. Na ndugu zetu marehemu, na hasa marehemu ambao leo tunawaombea, Bwana wasamehe dhambi zao na wapokee kwako mbinguni. Bwana, twakuomba utusikie. Kila mmoja wetu sasa aongeze maombi binafsi. Mungu Baba yetu, mwanao alishangiliwa kama mfalme alipoingia Yerusalemu. Utusaidie tusimkiri kuwa mfalme wetu kwa midomo tu, bali tumshuhudie pia kwa matendo na maneno yetu. Yeye anayeishi na kutawala pamoja nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu milele na milele. Amen.